Hi my people, welcome back to my channel. Kwa hivyo leo tunapika kangumu ama half cake. Ama kama una jina nyingine ambayo sijui, let me know. Kwa hivyo vitu tutahitaji ni unga, sukari, baking soda, baking powder, uto, maji, arki optional. So unga natumia vikombe 4 vya measuring cups. Then sukari natumia half a cup. Kama unapenda sukari unaweza kuongeza ama unaweza kupunguza utakavyo. Hii ni baking powder. Natumia kijiko cha chai. Kisijae, eka 3/4 isijae. Na hii ni baking soda. Natumia kama nusu kijiko cha chai. Sawa. Baking powder yaka hivi. Na baking soda yaka hivi. Hope umejua tofauti sasa. Zote ni white. Lakini zina kazi tofauti. Haya pia tuna uto. Uto ninatumia vijiko 2 vya kula. Kidogo tu. Hata ikiwezekana 1.5 kulingana na kiasi ya unga umeweka. Hapa niko na arki ama essence ya kuleta ile flavor. So unaweza kutumia chochote kama huna kabisa, unaweza kugrate maganda ya limau pia ni flavor kivyake. Yeah. So si lazima utumie arki, lakini unaweza kutumia arki zingine, labda unapenda strawberry, unapenda vanilla, pia unaruhusiwa kutumia. So tutaingia moja kwa moja kwa utengenezaji wa half cake. So tutaweka kwanza unga ama the dry ingredients kwanza, unga, sukari, baking powder, baking soda hizo. Kwa hivyo nishaweka unga vikombe 4, sukari nusu kijiko, si nusu kijiko, sukari nusu kikombe. Natumia measuring cup, sawa? So nikishaweka the first 2 ingredients na koroga kwanza. Sio lazima, unaweza kuweka zote alafu ndo ukakoroga kwanza, au unaweza kutumia mbinu yangu ukiweka unakoroga. Yaani una mix. So nimemaliza sukari naenda kwa baking powder. Si nilionyesha maji? Naenda kwa baking powder na baking soda. Then I do the same thing. I mix. Kuhakikisha imechanganyikana vizuri. Sawa? Then tumemaliza the dry ingredients. Tuanze kwa the liquid ingredients. Liquid tutaanza na uto. Ama unaweza anza na arki, but ni vizuri tuanze na uto ndo arki tena ipoteze ile harufu ya uto, si ndio? Yeah. So tumeweka na mix. But something about hapa, kuna wale wamezoea labda watumie mkono, wanatumia mwiko, wanatumia spatula, wanatumia sijui whisk, lakini hapa itabidi utumie mkono. Ukianza kuweka hizo liquids kina maji, itabidi utumie mkono ndo feel kama hii texture iko sawa, kama nimeongeza maji mengi ama maji inapungua, iko dry. Yeah, so it's safer kutumia mkono. So hapa unaongeza arki kiasi chako. Kama unapenda sana kama mimi, eka kijiko 1. Kama unapenda kwa mbali, eka nusu. Kama unapenda kiduchu, eka tu kitone. Bora harufu imesikika. Lakini mimi napenda sana, yangu ni ya coconut. That is why nimeweka nyingi. Kwa sababu napenda sana ile flavor ya coconut. So I'll do the same procedure to mix. Sawa. So far tumeweka sukari, baking powder, baking soda, uto na arki, si ndio? So unaona ukiweka the liquid ina form some lumps, unaona? Ina form such lumps, na hiyo mostly ni uto. So nitatoa kwanza zile lumps na mkono, yani unazitoa na mkono, unazimix vizuri na mkono, ndo tuendelee. Yeah, that is how you do, una mix hivyo na mkono, unahakikisha lumps zote zimeisha. Sawa? So tukimaliza your process, we'll start with water. Kuongeza maji. Maji ongeza pole pole. Pole kidogo kidogo koroga, kidogo koroga, kidogo koroga. Usiweke maji mengi at once. Kumbuka unga wetu haufai kuwa mlaini kama wa chapati au mandazi.
na haufai kukanda sana. So pia maji hapa it's very critical. Ukiweka maji mengi kitakuramba. Ukiweka maji kidogo ikawa ngumu sana pia kitakuramba. So ni vyema tutumie mkono. Sawa? Mimi nimeanza tu na hiyo, lakini lazima nitatumia mkono baadaye. I told you. So unga wetu unakaa hivi. Unaona? Ni mwepesi. Si mgumu. Niliweka maji mengi. Ni mwepesi, lakini si kama ile ya chapati. Unaona, sijakanda sana. Nimemix tu. Sijakanda muda mrefu ama sijakanda sana. So ikiwa hivi tayari, it's okay. Let's go to the next process. So nitafunika kama dakika 5. Niache pumzike. Baada ya dakika 5 tutaanza kukata. Unaona unga wetu sijafanya ule mgumu, hauko mgumu sana. So hivyo naona bado ni kama inanatanata kwa umbali. So nita sprinkle some flour kwa mkono to avoid ile kushikana ama kunata kwa mkono. Na ni sprinkle some on the working table kwa sababu tuna roll. Ya lazima rolling table. Rolling table. Iwe salama. So tunachanganya tena, just mixing. Mara mwisho final touches, then tuanze kuroll. Hapa kwa kuroll, don't panic kama hujuangi kutoa specific shape nini. Hapa you're safe. Hapa roll bora imeachana. So lazima utoe circular shape. Na kama yangu imetoka shapeless, ndio? Haina shida. So ikitoka shapeless, just shape it with your knife. Alafu tuanze kukata. So kwa kukata leo nataka kuonyesha 4 different shapes zenye unaweza kata kangumu yako. Sio lazima kila wakati unakata kangumu zako tu square, yani square. Leo tunaweza kubadilisha tukaweka another shape. Leo ukiweka square, kesho weka triangle, kesho kutwa weka circle. Kivyo vyote utapenda wewe. So ukiroll pia usiroll sana ikawa nyembamba sana. Inafaa iwe nono kiasi. I hope umeona hiyo unene, sawa? So kwa kwanza the first one huwa lazima nitatoa mashendea, but nimejaribu leo nimetoa sio. Umeona hiyo nono? Siko nyembamba sana. That size is okay. So hiyo ni the first shape, square kama ile ya kawaida mmezoea. Most kangumu huwa ziko hivyo, si ndio? Ama half cake ziko the normal size, that is square. So ukitaka kutoa triangle huwa inanisaidia. Yani the first triangle huwa natoa lazima nitatoa vituko, but this one I tried. So hiyo ni triangle, the second shape. Alafu the third one, sijui hii ni diamond ama mnaita aje. So those are 3 shapes. Kuna hii triangle, because it's not a rectangle. Iko na 4 corners but it's not a rectangle. So those are the 4. The 3 ukitaka ya mwisho ni circle. So circle tafuta kitu circular tu, alafu upin ufinye hivyo venye umeona. So it's very easy. So sio lazima uweke one shape all the way through. So tukisha tengeneza hivyo, I'll cut the rest venye najisikia. Shape yenye mimi ya kila yangu itaniambia. So sio lazima nifuate procedure yenu at this point. Kata yote yenye nakwambia. Then tuendelea na the other process. So kwanza half cake yako itakuwa determined na moto. Eka moto mdogo. Useke moto eka moto mdogo. Sawa. Na ukitaka kufry, hakikisha mafuta haijapata moto sana. Iwe warm. The best one ni eka ikiwa warm. Usieke ikiwa hot. Kama ile unatumia kuchoma nayo viazi karai, no. Hii eka ikiwa warm. To a point, na kupatia tu example, sijasema ufanye. Na kupatia tu example, unaweza dip mkono na usichomeke. Sawa, ama usikwe na burn, sawa. Umeona iko warm. Bubbles zenye zinatoka ni kidogo. Sawa. So ukiona ikipanda, jua hiyo mafuta iko moto sana. Yaani ukiweka tu hivi alafu one imefloat.
hiyo mafuta yako iko moto sana na unafaa upunguze. Na sasa kama hapo mafuta iko favorable ndio inaanza kupanda, so unaweza weka the rest. Alafu hapa cheza na moto, hakikisha moto hauwekwi moto mkali na usiweke moto mdogo sana. Ukiweka moto mdogo sana half cake zako zitanyonya mafuta na zitakuwa na mafuta mengi sana, na ukiweka moto mkali sana half cake zako hazitaiva ndani. Sawa, that is why unafaa ucheze na moto. Yani ukiona inakuwa so hot unapunguza, ama tuseme tumia medium heat, medium, lakini uwe hapo unaangalia moto inakupeleka vipi na zipeleka vipi. Utajua na rangi ya half cake yako. Zingine unaona zikiiva faster nini, utajua hapo umeweka moto kiasi gani. So mimi zangu unaona zishaanza kupasuka naturally. So zikiiva, naona. So nitatenga kitu yenye nitaziweka after zimekuwa fried, preferably kwa sababu tunatumia mafuta. Tafuta kitchen tissue uweke kabla hujaiweka kwa meza ama kwa sahani, whichever. So nina zangu zaiva pole pole, but zinapasuka pia pole pole. So wengine mnapika half cake lakini hazipasuki. Here is the secret. Moto, hakikisha moto wako sio mkubwa sana, na unaweka kama ziko warm, kama moto iko warm, mafuta iko warm, sio ikiwa moto. That is when utapata half cake yako yenye imepasuka vizuri venye unataka. Sawa, na kama yangu. So ikishaiva side moja, mnageuza the second side pia ive. Sasa hii side moja imeiva, you see ziko golden brown ama indo gani, brown gani, na imepasuka vizuri. Yeah, so you do that na tutakuwa tumaliza. I made them soft. So turn the other side, make sure the other side pia imekuwa the same color, like imekuwa golden brown pia. Sawa, zote zikisha kuwa golden brown, you're free kutoa, and your half cake is ready for consumption, sindio? Yeah, so inakaa hivi. Iko very okay. Kuna tofauti ya kuwa ngumu na crunchy. Zangu ziko very crunchy. Unaona kitambo i-break hapo, ina take some time. Ziko very crunchy na ndani imeiva. Ni venye tu my village people waliamua kamera yangu ikagoma. So ndani imeiva na nje iko very crunchy. Ona, very, yeah. That is why sikutaka iwe so dry tukikanda. Nilitaka iwe soft kidogo, lakini usikande sana. Umeona venye kubreak ina take time. So it's very crunchy on the outside and very soft in the outside. In the inside. We, kizungu nacho pia ni kigumu. Muhimu umeelewa. So try this recipe. It's very easy, ni snack, unaweza pikia watoto, mostly now that wanaendelea kufunga. And let's meet in the other video.